Okay, turudi kwenye maisha ya sasa. Wote sasa walikaa sehemu moja baada ya kutoka hospitali kubadilishana mawazo ya hapa na pale. Ani alikuja na kueleza, aisee, majibu ya daktari sio mazuri kabisa. Hali bado ni mbaya kwa mtoto wangu. Inaonekana operation haikwepeki. Ila nashukuru sana mpaka hapa mlipofikia kwa msaada wenu. Mnaweza mkaenda endelea na majukumu yenu. Mimi na mama yake tutashughulikia. Ani alikuwa akiongea huku analia. Wote walikataa, hakuna anayeondoka mpaka afike yatima. Hawawezi wakamwacha peke yake. Derek alisema, wewe ndio uloanzisha story, lazima uimalize. Nawezaje kumaliza stori bila mimi kuwepo? Ilisikika sauti ya jamaa mmoja hivi aliyeingia ndani. Wote walimpokea kwa furaha sana. Je, huyu jamaa ni nani? Okay, turudi kwenye stori. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Bevda. Mshikaji alikuwa ni cha pombe balaa, yaani kwake pombe haishi mpaka iishe. Bevda alikuwa ni mtaalamu sana kwenye mchezo wa chesi, fundi kinoma yani. Ani alikuwa fundi kwenye mpira, basketball na cricket. Derek alikuwa mtaalamu wa vyuma, mpira na mbio za riadha. Mami, mtoto wa mama, alikuwa fundi wa kola mbalaa. Siku ya mashindano kufunguliwa ilifika. Moja kwa moja michezo ilianza. Michezo ilikuwa mingi na kila bweni au hostel iliunda timu ambayo itashiriki kila mchezo. Kama kawaida, H4 alikuwa vibonde sana. Lagi aliwafuata washikaji na kuanza kuwatambia kwa kauli za kejeli, kwa kuwa ni vibonde wao kila mwaka. Na washikaji walimaindi. Baadaye Ani akiwa na mchumba wake, jamaa alikuwa na hasira tu. Binti akamwambia, "Mbona upo hivi? Si michezo tu hii. Unakasirika nini sasa? Kwani ulikuja chuo kusoma au kucheza?" Jamaa anamjibu, haijalishi. Hivi unajua tunavyodharauliwa na kuonekana sisi maluza? Hivi unaelewa kiasi gani maumivu ya kudharauliwa? Unajua wewe maumivu ya kuchekwa kwa kushindwa? Mizozano ikaanza pale kati ya binti na Ani. Jamaa akaondoka kwa hasira, akaona binti anamchanganya tu. Kikao kikabidi kikaliwe tena sasa. Derek alifoka sana. Kwa nini watu tunashindwa kufocus? Mwisho wa siku akajikuta wanataka waanze kugombana wenyewe kwa wenyewe. Acid alipanic, hapendi kufokewa. Ani alisuluhisha na kusema, huu sio wakati wa kugombana wenyewe kwa wenyewe. Bado tuna nafasi, kila mtu anaumia hapa. Inabidi sasa tujitoe sadaka kupata tunachohitaji. No pain no gain. Au mpaka niongee Kiingereza ndo muelewe. Mami akaona okay, kuanzia leo sitaongea na mama mpaka mashindano yanaisha. Derek naye akasema, kuanzia leo sitovuta sigara mpaka tumalize mashindano na kushinda. Acid naye akasema, kuanzia leo sitotukana mpaka mashindano yanaisha. Bevda naye hatakunywa pombe. Sexa naye, mnanionea, ila sawa, sitoangalia tena picha za wakubwa na mitipula ya dada. Zamu ya Ani, yeye akasema hataongea na binti mpaka mashindano yanaisha. Wote kwa pamoja walisacrifice kuacha vitu vyao wanavyovipenda ili wafocus kwenye kitu kimoja tu ambacho ni mashindano yao. Okay, Ani sasa akiwa akimuona binti tu hamuongeleshi, kimya kabisa. Binti akawa anashangaa. Sexa naye alichukua vitabu vyake vyote vya pono na kuvificha. Bevda naye alikusanya pombe zake zote pamoja na Derek naye alikusanya pakiti za sigara zote. Acid akawa anajifundisha sasa kuongea bila kutukana. Ilikuwa ni vigumu sana kila mtu kuacha ise. Ile ilibidi wajiforce maana washaweka viapo. Fikiria leo kitu ambacho huwezi kuacha, yani unakipenda sana, alafu ndo ujizuie kukifanya kama mwezi hivi, uone jinsi utavyojisikia. Niachie kwenye comment hapo, ungekuwa wewe ungeacha kitu gani unachokipenda zaidi? Okay, yani ilikuwa ni mwendo wa kujicontrol na kuchungana kila mmoja. Kwa upande wa Bevda alikuwa anateseka sana, tumbo linamuuma. Ligi lilizidi kuendelea siku hadi siku. Siku moja wakati wapo wanajadili, ghafla walipata taarifa mbaya. Bevda amekimbizwa hospitali kazidiwa. Mchizi alipata maumivu makali sana ya tumbo. Kuacha pombe ghafla sio kitu rahisi. Alafu kizingatia mwamba alikuwa anapiga pombe kali mno. Minyoo ilikuwa inamtafuna, ishazoea mizinga. Walimtembelea rafiki yao na kumwambia kama ikiwezekana aendelee kunywa tu hata kidogo maana anateseka. Bevda alikataa na kusema, unajua ukiweka ahadi umejiwekea deni mwenyewe ndani ya nafsi yako. Unajua siku zote nilikuwa najaribu sana kuacha pombe lakini nashindwa. Hii ilikuwa inanitesa sana binafsi. Ila nimekuja gundua kitu kimoja. Maamuzi ya peke yako huwaga ni magumu sana kama mwathirika. Ila maamuzi ya wengi kama hivi basi yanakutia moyo sana na kujiona kumbe inawezekana. So mimi kama nilivyoahidi, sinywi pombe mpaka tumalize mashindano. Hii ni do or die. Okay, sasa plani ziliendelea. Watu wakawa serious zaidi. Ani alikuwa kiongozi sasa, mweka mipango vizuri. Mbinu ya kwanza inabidi watengeneze pressure kwa wapinzani ili wawatie wasiwasi. Siku zote pressure inamfanya mtu apoteze kujiamini hata kama upo vizuri kwenye jambo fulani. Ikabidi sasa waanze kutafuta mashabiki wengi, wakatafuta na slogan iliyo nzuri ya kutia pressure. Kazi ikaanza sasa. अकड़ पकड़ खींच के पकड़ पकड़ साले को चढ़ साले पे। Waliwatia presha wapinzani wao mchezoni kwenye kila aina ya mchezo. Mbinu yao ilienda vizuri sana, ilizidi kufanya kazi. Vibe kama lote. Binti anashangaa, kila akimfuata jamaa mwamba anamkwepa. Sexa akaona hili. Baadaye kidogo alimfuata binti na kumweleza ukweli wa kila kitu. Sio kwamba jamaa anamchunia, hapana, ila kila mtu alitoa sadaka anachokipenda kutimiza malengo yao kwanza. Mrembo akapata jibu, kumbe. Sasa Ani kwa vile hawezi ongea na binti, mrembo akawa anamtumia sasa Sexa
apeleke ujumbe kuwa amemmisi nini, anatamani akae naye chini hata dakika 2 tu. Ani alipokea taarifa, akaja kukutana na binti. Alikuwa ongei, hataki kuvunja kiapo chake. Binti basi alikuwa anafurahi tu kumuona. Mwamba naye anajikaza tu. Okay, turudi kwenye maisha ya sasa. Mami alikaa chini na Maya kumuuliza kwa upole, shida nini, mbona mpaka mmeachana hivi? Na huku Sexa naye amekaa na Ani, naye anamuoji hivyo hivyo. Wote majibu yao yanaonekana kufanana na kila mtu anaonekana anatamani kurudiana na mwenzie, ila ni kama wanaviziana hivi, nani ajishushe. Okay, tukirudi kwenye story, mashindano yalizidi endelea. Timu ya kina Ani iliendelea kutumia kila aina ya mbinu kuendelea kupita hatua moja mpaka nyingine ndani ya michezo hiyo. Haijalishi njia nzuri au mbaya, walichojali wao ni kuwini tu. Na ni kweli juhudi zao ziliwafikisha kwenye nafasi za juu sana. Siku moja wakiwa wanashangilia ushindi wao na kujipongeza, timu ya Lagi iliingia, wakaanza tambiana pale. Hakuna anayemuogopa mwenzie, yani kama Simba na Yanga. Lagi alikasirika sana kuona wanaimbiwa nyimbo za kejeli, akarusha chupa. Wamemshika Simba sharubu, watu wakaanza fuana pale. Mami alikuwa muoga, yuko pembeni tu. Badala ya kupigana, yeye akajiumiza mwenyewe kwenye kioo na kuumia kidole. Derrick aliwaambia, mnacheka nini sasa wakati jiona na robo finali katika mchezo wa kolam na kaumia kidole? Mami alisimama na kusema, haijalishi maumivu gani nitasikia, game leo lazima nicheze, afe kipa afe beki. Basi Mwamba Mami, mtoto wa mama, akaingia zake ulingoni ndani ya mchezo, hacheki na kima. Ile kupiga kete ya kwanza tu, mikazo ilimuisha, akaanza mlilia mama pale, ila alijikaza hivyo hivyo mpaka mwisho. Lakini mechi hiyo alipigwa, so mchezo huo akawa amepoteza mazima. Mchezo uliofuata ulikuwa ni mchezo wa kunyanyua vyuma, ila sharti inabidi watoe memba mmoja mwenye kilo ndogo kuliko wote. Sio mbaya, walikuwa na jamaa mmoja hivi ana kilo kama za Leonardo, kipindi hiko anaanza cheka tu, wakamuingiza ulingoni kuchuana na demu mwenye kilo kama za ex wa Kusa. Mchezo unaambiwa alipandisha mizuka mandonga na mwili wake kama kuni, mwishowe akashinda. Aisee, ilikuwa ni furaha na vibe kama lote. Leo kipofu kaona nyota. Bevda naye alikuja kutoka hospitali. Aisee, walifurahi kinoma yani. Sasa ikawa imebaki michezo mitatu ya mwisho kuwania ushindi, ambao ni mchezo wa chesi, riadha pamoja na basketball. Ikabidi sasa wakae kikao cha mwisho na kuambizana, kesho ni siku hatari, inabidi washinde michezo yote. Wakipoteza hata mmoja, basi watakuwa wamepoteza mashindano hayo, yani ndo fainali yenyewe. Wakapeana muda wa kupumzika vya kutosha. Okay, turudi kwenye maisha ya sasa. Daktari aliwaambia, hali ya mtoto wenu sio nzuri kabisa, kilichobakia sasa ni kufanyia operation, muda ushaisha. Baba alipewa fomu ya kusaini operation hiyo na kukubaliana kama mwanae atatoka mzima sawa, na akifariki basi hakuna namna. Mzee akatia saini pale na kurudi kwa mwanae, tunahitaji kuondoka sasa, tutarudi kesho. Lakini baba, stori haijaisha, si ndio inakaribia mwisho? Raghav alioji, hamna mwanangu, usijali, kesho tutarudi kukumalizia, mama aliongea. Wajomba nao akaitikia kumpa moyo pale. Wote sasa walirudi nyumbani. Mzee Ani alianza kulia sana na kujiona kama mwenye hatia kwa mwanae. Niliandaa mvinyo mzuri na kumwambia mwanangu akifaulu tutakunywa wote, lakini sikumwambia akifeli nitamfanyia nini. Muda mwingine wazazi tunakosea kuwashinikiza watoto wetu kwenye kufaulu tu. Inabidi sometimes tuambie hata wakifeli ni sawa tu, wanaweza jipanga upya. Kufeli sio kushinda maisha. Aisee, maneno aliokuwa akiongea kila mtu alimgusa sana. Sisi kama wazazi tunawashinikiza sana watoto wetu kuona kuwa akifeli shule ndo amefeli maisha. Ndio maana wengi wao huchukua hatua kama hii ya kujiua, jambo ambalo sio kweli. Nampenda sana mwanangu, nimempa kila kitu alichohitaji kwenye maisha yake. Nachohitaji sasa hivi ni mwanangu apone, arudi kwangu. Sihitaji chingine chochote, sijui kufaulu, sijui kufeli, sijui kwenda chuo, sijali. Mimi namtaka mwanangu tu. Ilikuwa ni huzuni sana. Mama naye alijikuta akimwaga machozi mengi sana. Mami naye alishindwa kuvumilia kabisa, akatoka pembeni na kupiga simu. Alipiga simu kwa mke wake na kuhitaji kuongea na mwanawe. Alimwambia mwanawe kuwa, unakumbuka hadi niliokupa kuwa ukipata A hesabu nitakununulia baskeli? Ilo unajua nini? Haijalishi utapata A, B au C, nitakununulia baskeli tu. Wewe jitahidi kadri ya uwezo wako tu. Nakupenda sana mwanangu. Upande wa pili huku mama naye alimfuata mzee na kumwambia, nisamehe sana, nilikosea mimi. Wewe ni baba mzuri sana, nisamehe sana mimi. Mzee naye alisema, na mimi nisamehe pia, nimeshindwa kuwa mume bora kwako. Basi walisameheana pale akaisha. Usiku huo kila mtu alikuwa na mawazo kiupande wake yani. Mara ghafla anapokea simu kuwa mtoto wao amezidiwa kidogo. Pastor aliwahi mpaka hospitali. Daktari aliwaambia, sasa hali ishakuwa mbaya zaidi, tusipomfanyia operation ndani ya usiku huu atafariki dunia. Tumeshaandaa kila kitu, ndani ya dakika 15 ataingia chumba cha operation. Mzee akaomba basi ape japo dakika 10 tu, kuna kitu anahitaji amalizie. Ani aliomba sana, mama naye akaunga mkono. Okay, wakaruhusiwa. Sasa wanataka wamalizie story. Okay, sasa turudi kwenye story ilipoishia. Timu ya Lagi nayo ilikaa chini usiku huo kuweka mipango yao sawa, na wao wakaandaa mbinu zao zidi ya fainali. Sasa kipindi Bevda anajipua kwenye chesi, mara ghafla alisikia hodi. Kwenda kufungua hivi ni Lagi amekuja. Mwamba alimkaribisha maana alikuwa rafiki yake. Lagi alikuja na chupa ya pombe whisky na kumwambia, nimekuletea kama zawadi ndugu yangu,
timu yenu imekuwa bora sana na nakutakia heri kesho kwenye mchezo wa fainali. Kisha akaondoka. Yaani alikuja kama kumtega hivi au kumshawishi. Asubuhi sasa ikapika siku ya fainali. Watu wanaulizana, mbona Bebda haonekani mpaka sasa hivi? Mchezo wake muda ushaanza, yeye haonekani. Mara hafla Mwamba akaingia akiwa amelewa mbwi. Wenzake walishangaa, jamaa akaingia mchezoni. Upande wa pili wa mbio za riadha, mmoja wa timu ya Lagi alimkanyaga Derrick makusudi na kudai kuwa ilikuwa bahati mbaya. Zote zilikuwa ni mbinu hizi. Jamaa aliumia sana, maana ni njumu zile zina meno chini, sio zilimtoboa. Lagi alitoka akiwa na furaha ise. Upande wa basketball sasa huku uso kwa uso Ani na Lagi kiumani hapo kati. Michuano sasa ikaanza bana kwenye basketball. Kwa mwamba wetu huku Bevda napo pa moto. Upande wa riadha Derrick alisema atakimbia hivyo hivyo wasijali. Mbio zilianza. Mbio zilikuwa za kupeana kijiti, watu watatu. So alianza mmoja kwenye timu yao, atampokeza Asidi, mwisho atamalizia Derrick. Mputo ulikuwa sio poa. Nadhani wanaofuatilia michezo au waliowahi kucheza ligi shuleni na mavioni wananielewa kinachoendelea. Wewe ukimwaga mboga, wenzako wanamwaga ugali na kuutia michanga kabisa. Upande wa Befda pombe lishaka kichwani, anaonekana kuzidiwa. Mami na binti Maya wao wako upande wa Ani kwenye basketball. Sexa yeye alikuwa kwa Befda huku. Asidi sasa alishika kijiti mbioni moja kwa moja mpaka akampa Derrick. Mwamba na maumivu yake mguu hivyo hivyo alijitoa sadaka. Kwa Befda huku gemu likageuka. Mpinzani sasa tumbo joto. Befda alimwambia mpinzani, umefanya makosa makuu mawili. Kwanza, umenichukulia mimi kama nimelewa wakati sijakunywa hapa, nimezuga tu. Cha pili, ulifikiri mimi mjinga kukupa kingi yangu ule kizembe. Mwamba akagusa kete ya mwisho na kumpiga bao mwenzake. Upande wa pili Derrick alijitoa kimasomaso, unaambiwa pumzi juu juu. Aisee, alishika nafasi ya kwanza bana na kuibuka ushindi. Huku napo Bevda naye kashamaliza mchezo. Okay, sasa tuma imebaki kwenye basketball. Washikaji walikuja wakatoa ishara, tushamaliza sisi, tunakutegemea wewe tu Ani. Okay, sasa timu ya Ani ilikuwa inaongozwa pointi 2 na sekunde ndio za mwisho. Sasa Mwamba akarusha mpira wa mwisho kwenye engo ya pointi 3. Bana, watu wote macho juu, nini kinajili? Oh shit, mpira ukatemwa. Yaani ndo ameshindwa hivyo. Hakuna aliamini, kila mtu chozi lilimtoka. Ani ndo alikuwa akainama chini analia kama mtoto mdogo ese. Lagavu wa kuamini mwisho wa story. Kwa hiyo ina maana baba na kupambana kote kule mlishindwa. Hamkujisikia hali ya kufa hivi? Mzee alijibu hapana. Kila mtu naye akajibu hapana, sababu kuanzia siku hiyo hakuna aliyedharau na kutuona sisi maluza. Baada ya kushindwa pale, Lagi mwenyewe na figisu zake alikiri wazi, washikaji wanajua, licha kuwa yeye ndio mshindi, ila alisalenda kwao, sababu jamaa walionyesha juhudi ya kweli, walipambana kinoma. Mungu hakuwatupa. Imani walionyesha katika michezo, basi walihamishia katika masomo. Walipambana sana na mwisho walifaulu na kupata kazi nzuri wote. Unajua nini? Katika maisha kitu kinachomata zaidi ni juhudi za kupambana na nia ya dhati kwa kitu unachokifanya. Haijalishi kuwa utafeli, kuna watu watapenda juhudi zako ulizozionyesha na hala wataangalia matokeo yako. Juhudi ulizotumia hazitapotea, ipo siku zitakusaidia. Mungu amtupi mja wake hata siku moja. Maneno yote haya baba pia alimwambia mwanawe, muhimu ni kuwa fighter. Basi dogo akachukuliwa kwenda kwenye operation. Sasa wazazi na anko wake pale wakiwa nampa moyo, asijali, kila kitu kitakuwa sawa. Tulichojifunza hapa kuwa kitu muhimu katika maisha ni maisha yenyewe. Haijalishi changamoto, kufaulu, kufeli, ila wewe kwanza shukuru unapumua na pambania unachokifanya mpaka mwisho kwa nguvu zako zote. Mungu anaona juhudi zako. Be fighter. Lagavu alipona, alirudia mtihani na hatimaye alifaulu na kwenda kujiunga na chuo. Yes, na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa wa filamu yetu kali sana inayoitwa Chichore. Unaondokaje sasa bila kujua jina la storyteller wako hapa? Naitwa Chandi Dola Ghost Hard Vocal. Usisahau hapo kulike, share kwa wengine, weka na comment yako hapo chini, pia subscribe kisha bonyeza alama kengele hapo ili wa kwanza kupata filamu na likepo zetu zenye story kali ndani ya channel yako ya EY Movie. Haiishi mpaka iishe. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.